This is before, this is after. This is before, this is after. Hi tech lovers, it's me your one and only Madam Eta. Nasikia leo nimekuletea ujuzi mpya wa kompyuta. Nitakuelekeza jinsi ya kuweka au kuadd glow effect kwenye object yako kwa kutumia Adobe Photoshop. Glow effect ni moja ya technique ambayo tunaitumia kwenye designing, ambayo inatusaidia ku brighten image, kuiongezea mwanga. Ni object yako au image yako inakuwa kama imemulikwa. Unaweza ukaselect a specific part of your object then i-brighten, ukaweka hiyo glow effect, au ukafanya image nzima iwe na glow effect. So nifuatishe katika video yangu hatua kwa hatua, nitakuelekeza namna gani una add glow effect katika object yako, katika image yako kwa kutumia Adobe Photoshop. Hapo kwenye hiyo workspace yangu nilikuwa na change background, nimeweka dark background ili ninapo change au ninapo add glow effect uweze ukaona difference kwa haraka zaidi. So unatakiwa ufuate hatua zifuatazo. Hatua ya kwanza, utaselect layer ambayo unataka ku add glow effect na utaiduplicate. Unaweza ukaduplicate kwa ku right click layer na kuselect duplicate layer, au ukabonyeza keyboard shortcut Ctrl+J kwa pamoja ili kuweza kuiduplicate. Juu kabisa kwenye Photoshop yako utaenda kwenye tab imeandikwa filter, then utaselect blur. Baada ya kuselect blur utachagua tena aina ya blur ambayo imeandikwa Gaussian blur. Gaussian blur ni aina ya blur ambayo tunaitumia kwenye graphic designing au kwenye photo editing. Yenyewe ina produce a soft background or soft image, yani kazi yake ku soften, ina produce something like a natural smooth look. Kwa inasaidia ku enhance ile quality ya picha, either background na kadhalika. Iko kibox hapo kinaonyesha preview ya Gaussian blur. Yani inakuonyesha amount unayo apply kwenye hiyo picha, ni amount ya Gaussian blur utakayo apply, jinsi itakavyoonekana kwenye picha. Ndio hiyo iko kibox hapo kinakupa ile preview. So unaweza ukaset hapo kwenye slider, utakuwa unaongeza na kupunguza kuset ile amount ya Gaussian blur ambayo utahitaji. Baada ya hapo hakikisha umeselect hiyo copy layer ambayo umeweka Gaussian blur, utaiselect. Kisha ni umeiselect hiyo, then utaenda kwenye blending options, utachagua ni blending style gani uitumie. So unashauriwa utumie hiyo blending style ambayo imeandikwa linear dodge au add, au unaweza ukatumia screen, lakini linear dodge is the best kwa sababu yenyewe glow effect yake ina intensity kubwa tofauti na ukitumia blending option nyingine like screen or soft light. So hapo mimi nimechagua hiyo linear dodge. Hopeful unaona changes. Sasa hivi image kama imewaka compared na ile image ya kwanza. And so this is before, this is after. This is before, this is after. Pia kama unaona image yako inawaka sana, object yako inashine sana, unashauriwa reduce opacity. Kwa hakikisha hiyo layer umeiselect hiyo copy layer ambayo umeiadd Gaussian blur, umeiwekea na blending option. Then utaenda kwenye kibatani cha opacity, uta reduce opacity. Mara nyingi 50% is the best opacity to use, ambayo iko most advised. Kwa hakikisha unacheza na opacity, si lazima uweke 50%, unaweza ukaweka zaidi au ukashusha, yani ukaongeza zaidi ama ukapunguza zaidi, depends na object yako ambayo wewe unaifanyia editing. Hii pia haikuzuii kufanya editing nyingine. Unaweza uka-add some adjustment editing like brightness, contrast, levels, curves na kadhalika ili kuifanya image yako stand out vizuri kabisa. Hivi ndivyo tuna add glow effect kwenye object au image yetu kwenye Photoshop. Tuambie kwenye comment yao unatumia njia gani ku add glow effect kwenye designing yako au kwenye image yako au kwenye object yako pale unapotumia Photoshop. Karibu sana Wood Print Stationery, tunatoa madarasa binafsi ya computer na graphic designing, na pia tunatoa huduma za designing na printing za posters, flyers, t-shirts, mabango ya biashara, taasisi na kadhalika. Picha mbao na frame za picha aina zote zipo popote ulipo, zinakufikia. Weka oda yako sasa. Please subscribe, like, comment, save and share. Vile vile naomba unifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii ili uwe wa kwanza kupata notification pale ninapo upload video kama hizi za kujifunza computer, graphic design na masuala yote yanayohusiana na teknolojia. Thank you for watching guys.